Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amewataka wakandarasi wa ujenzi wa bandari za abiria na mizigo Zanzibar kuhakikisha wanakamilisha ujenzi wa bandari hizo kabla ya mwezi Januari 2026. Ameyasema hayo katika ziara yake ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa bandari ya Maruhubi Mpigaduri, ujenzi wa bandari kavu ICD ya kuhifadhia makontena na ujenzi wa bandari ya Mangapwani. Kuona kwamba mradi huu unaendelea vizuri, na kwa fezi hii kwa kweli tunaelekea kukamilisha ndani ya miezi michache ijayo. Maelekezo yangu kwenye mradi huu, kwanza tuhakikishe kwamba kama ambavyo ndugu zangu wa ZFDF wamenieleza pamoja na mkurugenzi, mradi huu tunakamilisha kwa ile fezi ya kwanza ndani ya kipindi kifupi kijacho, na ikiwezekana, na ili liwezekane kabisa, basi kwenye sherehe za Mapinduzi hivi Januari, basi tuweze kufanya hata kama ni soft opening kwenye mradi huu. Lakini kwenye fezi hii ya eneo hili ambalo tumepita, eneo ambalo mizigo itapita na itakaguliwa, nimefurahi kwamba ule utaratibu wa kukagua sasa utakuwa wa kidijitali. Nami nielekeze kusiwe na component ya kutia mkono pale zaidi ya dijitali tu. Tuhakikishe teknolojia inaendelea kufanya kazi, na mtu ambaye mzigo wake unakaguliwa yeye mwenyewe aridhike kwamba umekaguliwa na mashine na kila kitu kiwe kinaonekana. Kwa eneo lolote ambalo limepangwa kufanyika malipo hayo yafanyike kwenye mifumo na sio cash. Tutoke kabisa kupokea fedha kwa cash kwa namna yoyote. Kwa hiyo miundombinu ambayo inatengenezwa hapo, hakikisheni mkurugenzi wa bandari mnatengeneza mifumo ambayo payment yoyote ambayo itafanyika lazima ifanyike kupitia mfumo. Nisingependa hata kidogo kuja kusikia kwamba hapa mtu amekaa na mkoba anapokea fedha kwa namna yoyote ile, hata iwe shilingi 1000, basi naomba ipite kwenye mfumo. Tunajenga majengo haya, miradi hii ya kisasa kabisa. Sasa lazima tuendane na teknolojia ilivyo. Tunataka malipo yetu yote yafanyike kupitia mfumo, na hili linawezekana. Na hii itakuwa rahisi kwa sababu hapa tunafanya one stop center. Kwa hiyo kila mtu akija hapa vitu vyote viko hapa. Kwa hiyo hakuna sababu atoke hapa aende benki, atoke hapa akatafute control number kwanza, hakuna hivyo vitu. Kwa hiyo naelekeza hili, na wale wanaohusika na mifumo tutaongea nao ili tuhakikishe kwamba miradi hii inakamilika na kazi hii inafanyika vizuri. Nami nielekeze kwamba yale maoni ya wadau ambayo yana maslahi na ujenzi wa bandari yetu yazingatiwe kwa haraka. Lakini pia tuendelee kuwapa mashirikiano wakandarasi wetu pamoja na mshauri elekezi, ili sasa tujipange vizuri ili tuanze ile kazi ambayo tumeikusudia. Naamini bandari hii ikimalizika kama ambavyo imeelezwa pale, itakuwa ni kitu kimoja cha mfano ndani ya Afrika Mashariki, na nadhani bandari yetu itakuwa ndio bandari kubwa na bora zaidi ndani ya Afrika. Hili litakuwa na impact nyingi, impact ya kiuchumi, lakini impact ya kijamii. Maana unapokuwa pahala una impact ya kiuchumi, probably jamii itakuwa inanufaika. Nimekuja kweli vifaa nimeviona, na nisingeviona ningetoa stop order hapa leo ya kuzuia kwamba hawa kampuni hawawezi. Lakini bahati njema sana nimefarijika kuona kwamba vifaa vile ambavyo mmeniambia nimeviona, maelezo nimeyapata, na sasa kama maelezo ambayo yameshatoka, nadhani turuhusu tu ile kazi iendelee, na niwaahidi kwamba tutakuwa tunapita kuhakikisha kila kinachozungumzwa kwenye mkataba wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi tunakifuatilia mwanzo hadi mwisho. Na hii nataka niwahakikishie wakandarasi wote ambao wamepewa kazi Zanzibar, mkandarasi yoyote ambaye tutapita hakutekeleza, huyo tutakuwa tumemalizana naye.
Naye Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed amesema sekta ya biashara inakuwa kwa kasi Zanzibar na mizigo inaingia kwa wingi ambayo inahitaji eneo kubwa lenye kukidhi mahitaji ya wateja na kuondoa changamoto mbalimbali zinazowakabili wafanyabiashara. Mheshimiwa Rais alihimiza sekta binafsi kushirikiana na kuja kuwekeza katika ICD. Kajitokeza mwenzetu huyu na akapewa eneo hili. Eneo hili lilikuwa limekaa tupu kwa muda mrefu. Sasa linabadilika, linakuwa ni eneo la kibiashara pia. Miradi hii ambayo umeiona tokea asubuhi Mheshimiwa, mbali ya kwamba ni miradi ya miundombinu, lakini pia ni miradi itakayoingiza fedha katika serikali. Itasaidia ajira, lakini pia itawasaidia na wawekezaji pia kupata kipato.